Hebu tuangalie tabia ya Mungu mojawapo. Pengine umekaa na watu ambao wanakuhukumu sana. Hawamjui Mungu vizuri, kwa sababu ndio maana wanakuhukumu sana. Wanakuhukumu kwa ajili ya dhambi zilizopita, wanakuhukumu kwa ajili ya yale ambayo umeyatenda ukakosea. Wameshikilia hapo tu, wanakukumbusha mabaya. Mimi sijaja kukukumbusha mabaya. Mimi nimekuja kukuambia usikate tamaa. Bado nafasi nyingine ipo. Amka tena, simama imara. Angalia katika maneno ya Mungu. Isaya 43 mstari wa 25 inasema, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitakumbuka dhambi zako. Wao, umeona tabia ya Mungu ilivyo ya baraka. Mungu ana tabia ya kufuta makosa yako, halafu hayakumbuki. Anasema anayafuta kwa sababu zangu mwenyewe, si kwa sababu zako. Kwa nini anafanya hivyo? Kwa nini ana huruma ya namna hiyo? Anataka usikate tamaa kwa ajili ya jana yako. Anataka uamke, uisahau jana yako, akuimarishe tena, akupeleke umbali mkubwa tena, akusababishe watu waseme ya kwamba huyu ndio yule kweli ambaye tulimuona dhaifu, tulimuona astahili kwenye jamii. Kila aina ya neno baya tulinena juu yake, lakini yeye ndio anataka. Mungu watu wa namna hiyo. Nataka nikutie moyo, mitume unaowaona hawa tuliyemsoma, Paulo, kina Petro na wengine, hawakuwa watu wazuri kama unavyofikiria wewe, lakini walijifunza kuisahau jana, wakajifunza kutokukata tamaa, ya kwamba watasemeje wengine. Hawakuwaza hilo, ya kwamba jana imenihukumu. Hawakuwaza hilo. Sasa kwa Isaya unaona Mungu anatutia moyo, anasema mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Yeye kwa ajili yake. Mungu ni upendo, anataka kukuimarisha tena. Angalia cha kushangaza, akishasema namna hiyo, kuna jambo mstari wa 26 katika Isaya 43 mstari wa 26 anasema, unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Mpendo unayesikiliza, huyu ni Mungu wa ajabu. Ndani ya dakika moja amesahau ya kwako yaliyopita, amesahau yote uliyomkosea, amesahau namna zote magumu na mabaya uliyofanya, lakini anakuambia sasa unikumbushe. Saa ile anakupa mwaliko, anakuambia tuojiane, anakuambia eleza mambo yako. Hii ni baraka ya ajabu sana. Nafasi bado unayo. Ujui wewe, nimeanguka kwenye biashara mamilioni ya fedha. Usikate tamaa. Sahau jana ya anguko. Mtazame anayeweza kukuinua kwenye hiyo biashara. Unajua wewe ujui, mtumishi wa Mungu, mimi nina shida ambayo najua inaweza ikaniua. Usijiue. Mungu wetu anasamehe, anasahau. Hata kama dhambi ilitoa nafasi kwa adui, bado Mungu anaweza kukusaidia. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki kwa ujumbe huu mfupi. Mungu akutie nguvu, usikate tamaa. Tuonane kipindi kingine katika jina la Yesu. Ubarikiwe sana. Amen.